Historia ya Jesuit Order, Society of Jesus. Karne ya 16 Ulaya ilikuwa inaungua. Falme zilikuwa zinapigana. Dini ilikuwa imegawanyika. Watu walikuwa wanaanza kuhoji mamlaka ya kanisa Katoliki. Kila kona ya bara la Ulaya kulikuwa na hofu, migogoro na mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanatikisa msingi wa dunia ya Kikristo. Katika kipindi hicho cha giza, mwanaume mmoja aliyekuwa askari mwenye kiburi, mwenye ndoto za umaarufu vitani, angeanguka chini akiwa amejeruhiwa vibaya. Na kutoka kwenye maumivu yake, lingezaliwa moja ya mashirika yenye nguvu zaidi katika historia ya dunia. Shirika ambalo lingeingia kwenye siasa za wafalme, kwenye vyuo vikuu, kwenye sayansi, kwenye vita vya kiroho na hata kwenye akili za mamilioni ya watu duniani. Hawa walikuwa Jesuits. Kwa jina rasmi, Society of Jesus. Kwa baadhi ya watu, walikuwa watakatifu wa elimu na huduma. Kwa wengine, walionekana kama watu wenye ushawishi mkubwa sana, siri nyingi, akili kali na nguvu iliyofichika nyuma ya kanisa Katoliki. Lakini, Jesuits walikuwa nani hasa? Kwa nini walihofiwa sana na wafalme wa Ulaya? Kwa nini walipewa nguvu kubwa ndani ya kanisa? Na ni kwa namna gani kundi hili lilifanikiwa kuathiri historia ya dunia kwa zaidi ya miaka 500? Hiki ndicho kisa cha Society of Jesus. Mwaka 1491 katika eneo la Basque nchini Spain, alizaliwa mtoto aliyeitwa Ignatius wa Loyola. Jina lake halikujulikana duniani wakati huo. Hakuzaliwa akiwa mtakatifu. Hakuzaliwa akiwa kasisi. Na wala hakuwahi kufikiria kuanzisha shirika la kidini. Ignatius alikuwa kijana wa kifalme aliyependa mavazi mazuri, upanga, vita, wanawake na sifa za mashujaa. Aliamini maisha mazuri yalikuwa kupata heshima vitani. Katika ujana wake alitamani kuwa shujaa mkubwa wa kijeshi wa Spain. Lakini mwaka 1521 kila kitu kilibadilika. Wakati wa vita dhidi ya majeshi ya France katika ngome ya Pamplona, kombora la adui lilimpiga vibaya mguuni. Mfupa wake ulivunjika vibaya sana. Askari wengine walikimbia. Lakini Ignatius aliendelea kupigana mpaka akaanguka chini. Alirudishwa nyumbani akiwa karibu kufa. Madaktari wa kipindi hicho hawakuwa na teknolojia ya kisasa. Mguu wake ulifanyiwa upasuaji bila usingizi wa kisasa. Maumivu aliyopitia yalikuwa makali mno. Lakini kilichouma zaidi si mfupa uliovunjika, bali ndoto zake zilizovunjika. Akiwa kitandani kwa miezi mingi, alianza kutafuta vitabu vya hadithi za mashujaa, lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na vitabu viwili tu, Biblia na maisha ya watakatifu. Kwa kukosa cha kufanya, akaanza kusoma. Na hapo ndipo kitu cha ajabu kilianza kutokea ndani yake. Alipokuwa akisoma kuhusu watu waliotoa maisha yao kwa Mungu, alianza kujisikia amani ambayo hajawahi kuisikia kabla. Lakini alipokuwa akiwaza kuhusu utukufu wa vita na starehe za dunia, alijikuta akibaki mtupu. Polepole majeraha ya mwili yalikuwa yanapona. Lakini ndani yake kulikuwa kunazaliwa mtu mpya kabisa. Ignatius alianza kuamini kwamba kama askari wanavyopigania wafalme wa dunia, basi kungekuwa na jeshi la kiroho litakalompigania Mungu. Baadaye akaenda katika pango la Manresa. Huko alitumia miezi mingi akiomba, akifunga, akitafakari na kuandika mawazo yake ya kiroho. Kutokana na tafakari hizo, aliandika kitabu maarufu Spiritual Exercises. Kitabu hiki hakikuwa hadithi ya kawaida. Kilikuwa mwongozo wa mafunzo ya akili na roho. Mpaka leo kitabu hicho bado kinatumika duniani kote kwa mazoezi ya kiroho. Na hapo ndipo safari ya Jesuits ilipoanza. Baada ya kupona, Ignatius aliamua kusoma elimu rasmi. Jambo hili lilionekana la ajabu, kwa sababu alikuwa mtu mzima tayari. Lakini aliamini kwamba ukitaka kuiongoza dunia lazima uelewe akili za watu. Alienda kusoma katika France, ndani ya chuo kikuu cha Paris. Huko ndipo alipokutana na vijana wengine waliokuwa na ndoto kama zake. Miongoni mwao alikuwa Francis Xavier. Mwanzoni Francis Xavier hakumwelewa Ignatius.
Aliamini maisha mazuri ni mafanikio ya kawaida duniani. Lakini Ignatius alimwambia maneno ambayo yangembadili milele. Faida gani mtu kuipata dunia yote, lakini aipoteze roho yake? Polepole kundi lao likaanza kukua. Walikuwa wanaume waliotaka kuishi kwa nidhamu kali, kutii Mungu na kwenda popote duniani kwa ajili ya huduma. Mwaka 1534 walikusanyika ndani ya kanisa dogo huko Montmartre mjini Paris. Hapo wakaweka nadhiri zao mbele za Mungu. Na miaka michache baadaye, mwaka 1540, Pope Paul akatambua rasmi kuzaliwa kwa Society of Jesus. Lakini Jesuits walikuwa tofauti sana na mashirika mengine ya kidini. Wao hawakutaka kufungiwa monasterini. Walitaka kwenda mitaani, kwenye vyuo, kwenye falme, kwenye maeneo ya vita na hata nchi ambazo Ukristo haujawahi kufika. Walitoa viapo vitatu vya kawaida: umasikini, usafi, utii. Lakini wakaongeza kiapo kingine cha 4. Kiapo cha utii wa moja kwa moja kwa Papa. Hii ilimaanisha Papa angeweza kuwapeleka mahali popote duniani na walitakiwa kwenda bila kuuliza. Kauli mbiu yao ikawa Ad Majorem Dei Gloriam. Maana yake kila kitu kwa utukufu mkubwa wa Mungu. Na kweli walikuwa tayari kufanya kila kitu. Wakati huo Ulaya ilikuwa imegawanyika vibaya. Mwaka 1517 Martin Luther alianza kupinga baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki. Mageuzi ya Kiprotestanti yakaanza kusambaa. Watu wengi walikuwa wanaliacha kanisa Katoliki. Wafalme wengine waliona nafasi ya kujitoa chini ya mamlaka ya Papa. Kanisa lilikuwa katika hatari kubwa. Na hapo Jesuits wakaingia mstari wa mbele. Lakini hawakupigana kwa mapanga. Silaha yao kubwa ilikuwa elimu, akili, falsafa, mjadala na nidhamu. Jesuits waliamini ukitaka kuibadilisha dunia, anza kwa kuelimisha akili za vijana. Walitengeneza shule bora sana. Walifundisha viongozi wa baadaye. Walifundisha watoto wa matajiri na maskini. Katika mijadala ya kidini, Jesuits walijulikana kwa uwezo mkubwa wa kujenga hoja. Walijifunza lugha nyingi. Walikuwa wasomi wa hali ya juu. Na kwa sababu hiyo walisaidia sana kuimarisha kanisa Katoliki katika kipindi cha Counter-Reformation. Katika baraza maarufu la Trent, kanisa lilijaribu kurekebisha makosa yake na kujibu changamoto za Waprotestanti. Jesuits walikuwa sehemu muhimu ya mabadiliko hayo. Lakini mafanikio yao yalianza pia kuleta wivu. Kadiri walivyozidi kuwa na ushawishi, ndivyo watu walivyoanza kuwaogopa. Moja ya mambo yaliyowafanya Jesuits kuwa maarufu zaidi duniani ni elimu. Walielewa kitu muhimu sana: ukidhibiti elimu unaweza kuathiri kizazi kizima. Jesuits walifungua shule kila walipoenda. Katika Italia, Portugal, Germany, Poland na sehemu nyingi duniani. Mfumo wao wa elimu uliitwa Ratio Studiorum. Huu ulikuwa mfumo uliopangwa kwa umakini mkubwa. Wanafunzi walifundishwa lugha, mantiki, sayansi, hisabati, muziki, fasihi, teolojia na sanaa ya kuzungumza mbele za watu. Walisisitiza nidhamu kali. Lakini pia walihamasisha ubunifu wa akili. Watu wengi maarufu duniani walipitia shule za Jesuit. Na mpaka leo Jesuits bado wanaendesha vyuo vikuu maarufu duniani. Mfano, Georgetown University. Kwa Jesuits, elimu haikuwa tu kupata kazi. Ilikuwa njia ya kumjenga mwanadamu kamili. Jesuits hawakubaki Ulaya. Walivuka bahari. Walikwenda maeneo ambayo watu wengi wa Ulaya waliyaogopa. Francis Xavier alisafiri mpaka India. Baadaye akaenda Japan. Alijifunza tamaduni za watu. Alizungumza nao. Alijaribu kuelewa maisha yao. Jesuits wengi waliamini ukitaka kuwafikia watu, anza kwa kuelewa utamaduni wao. Ndiyo maana Mateo Ricci alipofika China, hakulazimisha watu kubadilika kwanza. Alijifunza lugha ya Kichina. Akavaa mavazi ya wasomi wa Kichina. Akafundisha astronomia, ramani, hisabati na sayansi. Kwa kutumia elimu akaweza kujenga mahusiano na viongozi wa China.
Katika South America, Jesuits waliunda jamii maalumu kwa ajili ya kulinda wenyeji dhidi ya utumwa na unyonyaji wa wakoloni. Hili liliwafanya baadhi ya wafanyabiashara wa Ulaya kuwachukia, kwa sababu Jesuits walikuwa wanapinga biashara ya kuwanyonya wenyeji. Lakini kwa upande mwingine walionekana kama watetezi wa haki. Kadiri miaka ilivyopita, Jesuits walizidi kuwa na nguvu. Walikuwa washauri wa wafalme, walimu wa viongozi, wasomi, wamisionari na watu waliokuwa karibu sana na Papa. Lakini ushawishi mkubwa huleta maadui wakubwa. Baadhi ya wafalme wa Ulaya walianza kuamini kwamba Jesuits walikuwa na nguvu nyingi kupita kiasi. Kulikuwa na uvumi mwingi kwamba wana siri, wanaingilia siasa, wana ushawishi mkubwa wa kificho. Nchi kadhaa zilianza kuwafukuza. Hatimaye mwaka 1773 Pope Clement XI alitangaza kufutwa rasmi kwa Society of Jesus. Kwa Jesuits wengi hii ilikuwa pigo kubwa sana. Shule zilifungwa, makanisa yakachukuliwa, wengine wakakamatwa. Lakini hata baada ya kufutwa, roho ya Jesuits haikufa. Baada ya miaka mingi, kanisa Katoliki liligundua kuwa Jesuits walikuwa muhimu sana. Mwaka 1814 Pope Pius V alirudisha rasmi Society of Jesus. Na Jesuits wakaanza tena kujenga shule, vyuo na kazi za kimisionari. Katika dunia ya leo, Jesuits wanajulikana kwa elimu, haki za binadamu, kusaidia maskini na tafakari ya kiroho. Wamejihusisha pia katika kusaidia wakimbizi, kupinga ukosefu wa haki na kuelimisha jamii maskini duniani. Kisha mwaka 2013 historia ikaandikwa tena. Kwa mara ya kwanza kabisa Jesuit akawa papa. Jina lake Pope Francis. Hilo lilikuwa tukio kubwa sana katika historia ya kanisa Katoliki. Kutoka kwa askari aliyevunjika mguu vitani hadi kuwa mwanzilishi wa moja ya mashirika yenye ushawishi mkubwa duniani, historia ya Jesuits ni historia ya nidhamu, elimu, akili, imani na nguvu ya mabadiliko ya ndani ya mwanadamu. Wamependwa, wamechukiwa, wameogopwa, lakini hawawezi kufutwa katika historia ya dunia. Kwa zaidi ya miaka 500, Society of Jesus imeendelea kuathiri dini, elimu, siasa, sayansi na maisha ya mamilioni ya watu duniani. Na mpaka leo kivuli cha Jesuits bado kinaonekana katika historia ya dunia ya kisasa. Muziki unapanda polepole. Hiki ndicho kisa cha Jesuit Order. Usikaribu tena kwenye dokumentari nyingine.